Rais wa Marekani Donald Trump ametoa ishara kuwa mazungumzo ya amani na Irani yanaweza kurejea nchini Islamabad, Pakistani ndani ya siku 2 zijazo. Hii inakuja baada ya mazungumzo ya awali yaliyofanyika weekend iliyopita kugonga mwamba, ambapo makamu wa rais JD Vance aliondoka akidai Irani imekataa kutoa ahadi thabiti kuhusu mpango wake wa nyuklia. Pakistan chini ya Jenerali Wasim inaonekana kuwa kiungo muhimu kinachokubalika na pande zote mbili. Kuna usitishaji wa vita wa muda wa wiki 2 ambao unatarajiwa kumalizika tarehe 22 Aprili. Hivyo pande zote zina haraka ya kufikia makubaliano kabla ya muda huo kuisha. Wakati diplomasia ikiendelea, Marekani imeongeza shinikizo la kamandi ya jeshi la Marekani CENTCOM imetangaza kuwa imefanikiwa kuzuia kabisa biashara ya baharini inayoingia na kutoka Irani kupitia operesheni ya vizuizi vilivyoanza Jumatatu wiki hii. Marekani imesema itazuia meli yoyote inayolipa tozo kwa Irani ili kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Mzozo huu umeanza kutishia uchumi wa dunia. Bei ya dhahabu imepanda hadi kufikia kilele cha wiki 4, imepanda hadi kufikia dola 4840 kwa kila ounce. Kutokana na hofu ya wawekezaji, mashirika ya kimataifa kama FAO yameonya kuwa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya chakula na mafuta duniani kote, jambo ambalo linaweza kuleta mfumuko mkubwa wa bei duniani kote. Kuna msukosuko wa kisiasa Washington DC. Baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wamependekeza kuundwa kwa tume ya kumuondoa Rais Donald Trump madarakani kwa kutumia marekebisho ya katiba ya 25, yani 25 amendment, wakidai afanani na nafasi hiyo kutokana na jinsi anavyoendesha mzozo huu. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amejikuta kwenye mvutano mkubwa na kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo, akimtaka Papa abaki kwenye masuala yake ya kiimani na kuacha uongozi wa Marekani uamue sera za nchi. Wiki hii ni muhimu sana kama mazungumzo ya Islamabad yatazaa matunda ya amani ya kudumu au vikwazo vya mlango bahari wa Hormuz vitazidisha makali ya vita ambayo tayari yamedumu kwa takribani wiki 7 hadi sasa. Hii ni Ndui TV na hizi ni habari za kimataifa.